Namba 2 ni jina moja ambalo lilifanikiwa kuweza kutamba katika ardhi ya Tanzania kwa muda mfupi sana. Na kuna kipindi tuliweza kusikia story, kuna baadhi ya nyota kutoka Singida Black Stars ambao walitamani au walikuwa wameanza mchakato wa kuweza kubadilisha uraia kutoka kwenye mataifa yao na kuja kwa raia wema wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tulisikia lile na baadaye tukasikia baadhi ya mambo na nini, mchakato ukawa unaendelea lakini ukawa na mushkili, na naamini kwamba mchakato wao unakwenda vizuri na utakwenda kumalizika. Kwa hiyo ukimalizika vema, isipokuwa vema, moja ya jina ambalo limefanikiwa kutikisa kwa muda mrefu, kwa muda mfupi katika ligi yetu, Arthur Bada. Huyu ni mchezaji ambaye ana asili kutokea nchini Ghana, tayari amejiunga na wananchi. Kinachosubiriwa tu ni kuweza kutangazwa, akitangazwa kama ni mgeni au ni mgeni mwenyeji, akiwa ni Mtanzania, ambao wana vitu vikubwa, wana uwezo mkubwa, lakini wanaweza kutumikia maeneo mengi katikati ya kiwanja. Na hawa manaki zitakuwa sajili 2 bora za kizawa. Sajili 2 bora za kizawa ambazo zitakwenda kuchukua kwenye national team. Hapo kuna mzao wa ndani na mzao wa nje. Wao wote wanazawa. Kwa hiyo sajili 2. Mchezaji mmoja ambaye kwa nafikiri sajili yake imesha kamilika, ni swala tu la muda wa kuweza kutangazwa, na baada ya kumtangaza naye pia kutokana na bora ambayo uko nayo, tutakuja tena hapa kuwa na session special ya kuweza kuzungumzia mchakato mzima wa dili yake. Safari hii tutakuwa tunatangaza usajili, lakini pia tutakuwa kuzungumzia mchakato mzima na gharama ambazo zimetumika za kuweza kuwapata wachezaji. Mambo yote hauwezi kuyapata sehemu nyingine isipokuwa ni Salamba TV kutoka kwa Fabrizio wa Afrika ambaye yuko mmoja tu. Wataingia kwenye countdown ya kuweza kusajili na Vikindu mpaka timu yangu ya Gibraltar kutokea kwa GFC. Hii ni timu ambayo nilikuwa ninaishabikia na kuichezea pale wilayani na Chingwea pale. Mimi nilikuwa ni mzandiki na mnazi wa Gibraltar GFC, na tulikuwa tuna upinzani mkubwa sana na jamaa wakijiita Milani. Mage palikuwa pana Milani, palikuwa pana GFC, palikuwa pana Majimaji na timu nyingine. Sasa mimi nilikuwa ni mdau mkubwa, nikiwa na manguli ya moja alikuwa anaitwa Madogo na mwingine alikuwa anaitwa Madogo na Kulwa, na rafiki yangu Mwenyezi Mungu amlaze mapape poni Halen, ambaye ilikuwa ni kiungo moja bora sijawahi kuona katika ardhi Tanzania, lakini baadaye Mwenyezi Mungu aliweza kumchukua akiwa kwenye safari tena ya kifootball kutoka na Chingwea, walikuwa wameenda Liwale kwenye mechi, baadaye akapata ajali na kuweza kupoteza maisha. Mwenyezi Mungu aweze